Jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, leo ikiwa ni Dominika ya 19 ya mwaka wa kanisa, mwaka A. Ujumbe wa masomo ya leo: tuamini uwepo wa Mungu hata katika nyakati ngumu za maisha yetu. Somo la kwanza ni la kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 mstari wa 9a na mstari wa 11 mpaka 13a. Tusikilize somo. Eliya alifika kunako pango, akalala ndani yake, na tazama, neno la Bwana likamjia. Akasema, toka usimame mlimani mbele za Bwana. Na tazama, Bwana akapita, upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima, ukaivunja miamba mbele za Bwana. Lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na baada ya upepo tetemeko la nchi. Lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi. Na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto. Lakini Bwana hakuwamo katika moto ule. Na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Ikawa Eliya alipoisikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake, akatoka akasimama mlangoni mwa pango. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 5. Tusikilize somo. Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili, ambao ni Waisraeli, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni Injili ya Mathayo sura ya 14 mstari wa 22 hadi wa 33. Tusikilize Injili. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wakafadhaika wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyoosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tunaona baada ya ushindi wake dhidi ya manabii wa Baali, nabii Eliya analazimika kukimbia kuokoa maisha yake dhidi ya Malkia Yezebeli aliyechukizwa na ushindi huo.
Tunamuona nabii Eliya akiwasili kunako pango mlimani Sinai akiwa katika hali ya kukata tamaa kabisa. Bwana anamtokea huko katika sauti ndogo ya utulivu kumtia moyo katika utume wake. Somo la Injili linaelezea jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuliza dhoruba iliyokuwa ikiyumbisha chombo walichokuwa wamepanda wafuasi wake. Yesu pia anamwokoa Petro asizame baada ya kuingiwa na woga ulioyumbisha imani yake. Masomo yote mawili, yaani somo la kwanza na somo la Injili, yanaelezea jinsi ambavyo Mungu hatuachi kamwe hata katika nyakati ngumu za maisha yetu. Yeye yupo nasi kutusaidia. Katika somo la pili tunaitwa kushirikiana na Mungu ambaye yupo na sisi siku zote ili kumpa nafasi ya kuweza kutusaidia. Daima tusifunge mageti ya mioyo yetu. Ujumbe huu ni dhahiri katika somo la pili leo hii. Ndio maana Mtume Paulo anaonyesha kusikitishwa na ndugu zake, yaani Wayahudi wenzake ambao hawakukubali kumpokea Kristo katika mioyo yao. Wito wa Paulo kwetu, tuifungue mioyo yetu ili neema ya Mungu ambaye yuko nasi daima ipate kufanya kazi aliyoikusudia ndani mwetu. Katika Dominika ya leo tunajifunza mambo manne yafuatayo. Jambo la kwanza, Mungu yupo nasi hata katika hali ngumu na misukosuko ya maisha yetu. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tunaona jinsi Mungu alivyomtokea nabii Eliya akiwa amekata tamaa kabisa, kwani yupo katika kuinusuru nafsi yake inayowindwa na mtu mkubwa, Malkia Yezebeli. Ni katika hali hii ndipo Mungu anamtokea katika sauti ndogo ya utulivu kumpa moyo na nguvu za kuendelea na wito wake wa kinabii. Vile vile katika somo la Injili tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo akiwatokea na kuingilia kati hali mbaya ya dhoruba na misukosuko iliyotikisa chombo walimokuwa wafuasi wake ndani yake. Baadaye pia Yesu anamwokoa Petro aliyekuwa akizama majini. Masomo yote hayo mawili yanaelezea jinsi Mungu alivyo na sisi daima, hata katika nyakati ngumu, nyakati za shida, nyakati za mateso, nyakati za misukosuko na mitikisiko, na nyakati ambazo hatuoni mwanga tena, yaani nyakati za giza za maisha yetu. Mungu mwenyewe alijitambulisha kwa Musa kama niko ambaye niko. Tena Bwana wetu Yesu Kristo alitambulishwa kwetu kama Mungu pamoja nasi. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 1 mstari wa 23. Yesu ameendelea kuwa nasi katika Ekaristi Takatifu. Yesu pia yupo nasi siku zote katika raha na shida. Ni kweli Yesu ni Mungu pamoja nasi. Wazo hili litusaidie kumshukuru Mungu anayekaa nasi daima na kumwomba aendelee kukaa katika mioyo yetu, familia zetu, jumuiya zetu, kanisa letu na jamii yetu kwa ujumla, na akae nasi hasa katika nyakati ngumu za maisha yetu. Jambo la pili, Yesu ndiye awezaye kutuliza dhoruba na misukosuko ya maisha yetu. Katika somo la Injili tunamuona Petro mtume akitembea juu ya maji kwa amri ya Yesu. Lakini baada ya yeye kuona upepo na kuogopa, akaanza kuzama. Katika hali hiyo, Petro anatambua kuwa msaada wa kweli unapatikana kwa Yesu tu. Ndiyo maana
anaanza kumuita na kumwomba, Bwana niokoe. Hivyo ndugu zangu, katika nyakati zetu ngumu, nyakati za mkato wa tamaa, nyakati za wasiwasi, woga na mashaka, tumkimbilie Yesu. Daima tuige mfano wa Mtume Petro katika sala, tukimwomba Yesu, Bwana niokoe, badala ya kuyumba katika imani yetu. Jambo la tatu tunalojifunza leo hii, tusiwahukumu bali tuwasaidie wale tunaodhani wanapotoka. Ndugu zangu, katika somo la pili Mtume Paulo anaelezea maumivu na huzuni alionayo kutokana na Wayahudi wenzake ambao hawajampokea na kumwamini Yesu. Badala ya kuwalaumu, kuwalalamikia na kuwahukumu, Paulo anawaombea huku akitumaini kuwa siku moja wataongoka. Katika maisha yetu huenda kuna jamaa zetu, ndugu zetu, marafiki zetu au watu ambao kwa namna moja au nyingine tunawaona wametoka katika njia ya ukweli wa kiinjili. Wengine wameyumba katika imani yao. Katika Dominika ya leo tunaitwa kumuiga Paulo mtume kwa kuwaombea, kuwashauri kindugu na kwa upendo wenzetu hao, huku tukiamini kuwa siku moja Mungu atawawezesha kuongoka na kumrudia. Jambo la mwisho tunalojifunza leo hii ni umuhimu wa ukimya. Katika somo la kwanza, upepo ulipita lakini Bwana hakuwako. Tetemeko likapita lakini Bwana hakuwapo. Moto nao ukapita lakini Bwana hakuwapo. Ni katika sauti ndogo ya utulivu ndipo Mwenyezi Mungu aliamua kumtokea Nabii Elisha. Hii inatufundisha juu ya thamani ya utulivu na ukimya, kuwa ni katika ukimya ndipo tunapoweza kumsikia Mungu, tunapoweza kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Katika kitabu chake The Power of Silence Against the Dictatorship of Noise, yaani nguvu ya ukimya dhidi ya udikteta wa kelele, Kardinali Robert Sarah anaelezea kwamba ukimya unatusaidia kusikilizana. Tena bila ukimya hatuwezi kumwona Mungu katika mazingira yetu. Kardinali Sarah anahitimisha kwa kusema, binadamu na achague kati ya Mungu au utupu, kati ya ukimya au kelele. Katika dunia iliyojaa kelele kila kona, tunaitwa kutenga muda wa kukutana na Mungu katika utulivu wa mioyo yetu, kwani huko ndiko anakopatikana, kama ilivyokuwa kwa Nabii Eliya katika somo la kwanza leo hii. Jipeni moyo, ni mimi, msiogope.